sasa tunashukuru Mungu kwa sababu tulipalipa mpaka ikabaki around 5 million na akaweza kupata kibarua. Ndio alikuwa ameamua hata kuachana na huko arudi tu nyumbani. Lakini tukamtia moyo tukamwambia endelea tu. Na saa hii amepata kazi. Hapo anaelekea kumaliza kulipia. Ndafupisha tu kwa sababu story yangu ni ndefu sana. So juzi this year ilianza last year. Nikawa na shida ya mikono. Hii mkono kwanza ilikuwa inakaa inakufa ganzi kuanzia hapo kurudi. Na huku ni iko sawa. So nikaenda Eldoret, wakaniambia shida ni nerves. Nikaeka kwa matibabu ya nerves. Mkono ikaendelea tu, sioni utofauti. Ambayo ilikuwa inanisaidia, nilikuwa naweza tu kwenda kanisani na nirudi. Nikirudi hapa siwezi fanya chochote. Nikukaa tu, ni mkono ya right sasa imenilemea. Tukatibu, karudi, kaenda Nairobi tena. Wakaniambia ni arthritis na ilitokana na madawa. Dawa imekuwa mingi kwa mwili. Na daktari anaitwa Dr. Kaburi. So wakati nilifika Nairobi hiyo dawa ikatupwa yote. Nikawekwa dawa ya 20 shillings per day. So nikatumia ikanisaidia. So mkono ingine ikaanza. Kiangalia hata mkono wangu haifanani. Hii bado imefura, hii imetulia ingawaje hii haina nguvu. Kufungua kitu bado. Lakini ninaweza nimeshinda. Na naona inaelekea vizuri. Mahali nilikuwa na sasa. Naona nimefaulu. Kwa sababu ilikuwa imefika wakati hata asubuhi siwezi amka nitoke. Juu sauti hakuna. Hata mtu akifika hapa. Sasa bali Lilian. Sasa mtu anaona hii mama yuko madharau. So nilikuwa na avoid hata mgeni akikuja. Ninajificha kwanza nje iko joto kwa sababu siwezi ongea. Na ikifika pia jioni kama saa hii ningekuwa zafunga gate. Juu baridi ikinishika tu siwezi ongea. Sauti inaenda kabisa. But ni hiyo madawa ambayo. So kwa ufupi